kwa sababu yeye mwenyewe hangeenda kwa Yesu. Hawa watu walitumwa ili wakaweze kumwambia Yesu, na walipomwambia walimwambia Yesu na wakamwambia vile vile ya kwamba mtu huyu ni mtu mzuri kwa sababu ametufanyia sisi fadhili kama taifa la Israeli kwa kutujengea sinagogi. Kwa hivyo anastahili mtoto wake aweze kupona. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Yesu Kristo alikuwa mwepesi wa kuitikia, kwa sababu aliamua kuenda kusongea karibu na boma la yule akida. Na Biblia inasema ya kwamba akida alipomuona alitoka kuenda kumkaribia. Alipokuwa karibu akamwambia ya kwamba, Bwana, mimi sikustahili kuja kwako, na wala wewe haustahili kuingia kwangu, lakini Bwana, sema neno moja tu ili mtumwa wangu akaweze kupona. Bwana asifiwe. Aliamini katika neno lililotoka katika kinywa cha Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Dhuhuri ya siku ya leo nataka nikukumbushe kitu kimoja, ya kwamba sauti ambayo inatoka kwa Mungu ni sauti ambayo iko na kila kitu ambacho mwanadamu anahitaji. Huenda ikawa kuna sauti zingine nyingi ambazo tunazisikia, lakini kama huyu akida, ni vizuri kuamini sauti inayotoka katika kinywa cha Yesu. Maana huyu akida hakutaka Yesu akuje kwake. Alisema ya kwamba unastahili tu kusema neno ili kwamba mtumwa wangu aweze kupona. Haleluya. Bwana asifiwe. Nataka uinue kiwango cha imani yako ili imani yako itoshane na imani ya yule akida. Na mchana wa siku ya leo useme ya kwamba, Bwana, nataka useme neno katika maisha yangu. Ikiwa kuna mambo ambayo yanakusumbua kama magonjwa, useme, Bwana, nataka useme neno tu katika huu ugonjwa. Leo Bwana, nataka useme neno katika kazi yangu. Leo Bwana, nataka useme neno katika hata maisha ya watoto wangu. Bwana akisema neno, kuna kitu ambacho kitafanyika. Huenda Bwana alikuwa amenyamaza, lakini leo nataka useme, Bwana asema neno. Imani yako itoshane na ile ya akida, ya kwamba katika neno la Bwana kitu kinaweza kufanyika. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Petro, wakati ambapo Yesu alienda kuvua, wakati ambapo Yesu alisulubiwa, Petro ni mmoja ambaye alipoteza matumaini na akarudi nyuma. Akasanya wale wanafunzi wengine, akasema, huyu bwana mkubwa ni kama amepotea, sisi hatutakuwa naye tena. Sasa turudi katika kazi yetu ambayo tulikuwa tunaifanya ya kuvua samaki. Waliporudi kuvua samaki, Biblia inasema walivua samaki kuanzia asubuhi mpaka jioni, mpaka na usiku wote, mpaka na kesho yake asubuhi. Ilipofika asubuhi, Yesu akakuja akasimama pamoja nao, lakini kwa sababu ya utukufu hawakumweza kumjua Yesu. Yesu akasema nao neno moja, akamwambia Petro, nataka utoe ile nyavu mahali ambapo ulikuwa umeweka, alafu uiweke mahali pale pengine, alafu utaona kitakachotokea. Biblia inasema Petro alipotoa ile nyavu na kuiweka pale ambao Yesu alisema samaki walikuwa wengi, Petro akasema ya kwamba, kwa sababu ya neno lako Bwana, nitafanya jinsi ambavyo unahitaji. Ninataka niseme leo, kwa sababu ya neno la Bwana, Mungu anaweza kuhamisha milima katika maisha yako. Wakati ambapo unaamini sauti ya Bwana, Bwana anafanya mabadiliko. Nataka ukue kama akida, useme, Bwana, leo fanya mabadiliko. Bwana asema na shida ambayo iko katika maisha yangu. Huenda imekuwa ni mlima katika maisha yako, lakini Bwana akisema neno, mambo yatabadilika. Bwana akisema inawezekana, mwanadamu hawezi sema haiwezi. Bwana akisema ni ushindi, mwanadamu hawezi pinga. Kile kitu ambacho Bwana atasema leo kitafanyika katika maisha yako. Nataka mtu aseme ya kwamba, Bwana, tenda na mimi. Sema na moyo wangu, sema na shida zangu, sema na maisha yangu, badilisha hali yangu, isikuwe jinsi ilivyo, bali ikuwe hali tofauti. Kwa sababu Bwana anaweza sema. Leo Bwana anaweza sema. Sauti ya Bwana ni muhimu. Imani yako ndio inahitajika. Unapoamini kile Bwana atasema, maisha yako yatabadilika. Bwana atafanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Nimetembea maili 7 leo,
na nikajifunza jambo kubwa. Nimekuwa katika ibada ambayo sijawahi kuwa tangu mwaka huu. Ibada ya baraka ambayo sikutarajia. Kumbe mtu akikupiga picha na akutumie picha yake usiamini. Nenda umuone mwenyewe. Kazi ambayo inafanyika maili 7 ni ajabu. Bwana asifiwe. Sijawahi ona waimbaji ambao wanaimba huko amteni bila kuongeza chumvi. Nyimbo za baraka, za utukufu. Nikasema kumbe Bwana akisema neno mambo yanawezekana. Amen. Bwana asifiwe. Unahitaji Bwana kusema tu kwa ajili ya shida yako. Unahitaji Bwana kusema tu kwa ajili ya watoto wako. Unahitaji tu Bwana kusema kwa ajili ya ndoa yako. Hauhitaji sauti za watu wengine. Unahitaji sauti ya Bwana. Unaposikia sauti ya Bwana, kila kitu kinabadilika. Bwana anabadilisha kila kitu. Bwana ni Mungu. Yeye anaweza. Sauti yake ina uhai. Sauti yake ina nguvu. Sauti yake inatosha. Bwana ana uwezo. Ana nguvu ya kusema na kila kitu kinabadilika. Amen. Huyu mtu akasema sistahili kuja kwako. Mimi ni mtu mwenye dhambi, lakini Bwana sema neno. Sema na moyo wangu. Leo Bwana anahitaji kusema na moyo wako. Bwana anaposema na moyo wako, kila kitu kinabadilika. Kila kitu kinabadilika. Maisha yako yanabadilika. Utukufu hautakuwa ule. Utukufu utakuwa mwingine. Nakumbuka wakati ambapo Hagai alisema ya kwamba Bwana, nyinyi ambao mmekaa katika nyumba hii, sijui kama mnaona utukufu ule uliokuwako katika hii nyumba, kama ni utukufu ule ule ama kuna utukufu mwingine. Lakini kama hamuoni utukufu ule ambao ulikuweko umetoka, lakini Bwana anasema nitaleta utukufu, nitafanya nyumba hii tena iwe na utukufu kama vile ilivyokuwako mwanzo. Maneno ya Bwana ni ya nguvu. Maneno ya Bwana ni yenye uwezo. Neno la Bwana ni la baraka. Anasema neno hili ni uponyaji. Anasema neno hili ni ufufuo. Anasema neno hili linafungua. Hili neno linabadilisha. Yale mambo ambayo yalikuwa magumu, neno la Mungu linabadilisha. Ile hali ambayo watu walikuwa wamesema haiwezekani, neno la Bwana linabadilisha. Maana lina uwezo, na lina nguvu, na linapenya, na lina nguvu ya kukata na kuleta makusudi ya Mungu katika neno la Mungu. Uweza, uponyaji, na nguvu, na mamlaka, na nguvu, na utukufu umejaa katika hili neno. Neno la baraka, neno la ushindi, ambalo linaweza likachange, linaweza likabadilika. Ninaamini hakuna kinacholishinda neno la Mungu. Ni imani yako tu mpendwa. Adhuhuri ya siku ya leo, chukua imani yako ubadilishe. Useme kama huyu mtu alivyosema, akasema Bwana sistahili uje kwangu, lakini sema neno moja tu. Sema tu neno. Ambia Bwana sema neno. Nataka usimame umwambie Bwana sema neno.